Halo mama wewe. Karibu mwanangu. Asante. Shikamoo. Marahaba. Hujambo? Sijambo. Lema yupo? Yupo ndani. Lema. Wewe. Njoo. Abe mama. Ndugu yangu huyo. Mambo? Poa, karibu. Asante. Mbona mpendeza sana wapi? Hamna, hapa tu. Karibu. Haya. Karibu sana rafiki yangu. Haya, asante. Nitakutana watoto wangu. Haya mama. Niambie. Sasa nimekutana naye yuko njiani. Kanisimamisha njiani kaniambia mdogo wetu atuzalilisha, sijui unatembea na mtu mkubwa. Kwani yeye anamhusu nini? Ndio watu wengine hata wajifikirie. Wewe sasa hivi mkubwa. Vitu vidogo vidogo unajisaidia wewe mwenyewe. Kila kitu mtegemea yule kaka, inawezekana kweli? Na yeye anamhusu nini? Mpaka nisimamishe njiani kwa watu tena. Anaangalia upozi wake. Bwana achana naye. Mimi siku hizi namwona tu kama Zuchu. Asikuumize kichwa. Sawa. Acha mimi niende. Sawa. Wasalimie huko nyumbani. Haya, kifika mama mwambie nimeshatoka. Haya poa. Oh, Faita. Mambo vipi? Poa mzima? Fresh tu. Vipi lakini? Unaenda? Nielekea kwa rafiki yangu huko Faima. Umenikumbusha. Maana Kidosha alikuja kule nyumbani kule asubuhi. Akaja kuniambia kwamba Faima na Neliu Maxi wanaishi au? Ushakufika tayari? Yamenifika ndio. Yule rafiki yako. Na wewe mwenyewe usipojiangalia, utaingia katika ukumbuo huo. Mimi nashangaa maana leo asubuhi amekuja nyumbani kule. Yaani nimemwambia ukweli, rafiki yangu, acha umbea. Hiyo sio kazi. Yeye mbishi. Tena kaniambia kwamba mimi nitafuta namba yako, nitaiblock. Kwanza leo si nyumbani kwangu. Sema sio kesi, wewe nenda. Ile mimi nakwambia kama mdogo wangu au rafiki yangu. Bwana asikusumbue. Kwanza, hivi umbea unamsaidia nini? Basi sawa, ila mbona kwenye simu yako mbona upatikani? Unajua nini? Kule nyumbani mimi naishi na bibi kubwa, sawa? Na ninapokuwa na bibi kubwa pale, simu huwa nazima, naiweka huko. Anakukataza? Anikataza, ila namheshimia tu mama yangu. Yaani nikiwa na yeye sichezei simu. Basi sawa, nitakupigia baadaye kwanza. Basi sawa, baadaye. Haya. Sambalatisha moyo wangu kwa kila kitu my baby, si unaujua moyo wangu ngumu kupenda watu wengi, ukinigusa Alaiki, ukinitomasa alaiki. Kidoshi tena. Karibu.
Nikwambie kitu kimoja. Kama huniamini, ipo siku utakuja kuamini maneno yangu na ipo siku utakuja kuungana na mimi. Sina mengi ya kuzungumza. Sambaratisha moyo. Atakusambaratisha mpaka basi. Eti sambaratisha moyo. Sambaratishwa. Na umeshaanza kusambaratishwa hiyo. Fanyia uchunguzi. Mimi ndo kadhaa. Haya sawa. Lakini kama hunavyonijua Faima. Mambo. Poa mzima? Kwema. Kwema. Utakuadimika? Safi. Siku nyingi sana kutafuta kuoni. Vipi kuhusu jibu langu? Hivi, kwani wewe nimekuambia mara ngapi kwa mimi sikutaki? Mara nyingi sana, ila moyo wangu mimi ndo nahitaji na wewe. Mimi nakupenda sana Faima. Nishakwambia sikutaki. Mimi najua tatizo ni Max. Ya Max kwako ni mkubwa. Max ana mke ameoa. Hivi siku akija kujua mkeo ambaye unatembea naye, atakuchukuliaje? Max sio type yako. Mimi ndo type yako. Awe ameoa ama sio, nishakwambia sikutaki. Ukome kunifuatilia. Faima. Faima. Mwambie. Kisa maskini ndo chanzo cha wewe kutenga. Mwambie. Kisa maskini ndo chanzo cha wewe kutenga. Mwanangu. Ndiye mkangu. Sasa mbona unatoka haraka hivyo bila kuniaga? Kawaida tu mke wangu, leo na mzuka wa kazi. Naye mapema ndio nikafanya kazi. Ndio shindo hata kuniaga. Unajua zipo siku za furaha mke wangu, kwa furaha imepitiliza nikasahau kukuaga. Ila bila shaka nisamehe tu mke wangu. Sawa, umependeza. Asante mke wangu. Mpaka nakuonea wivu kabisa. Sasa kawaida kupendeza binadamu, yaani jambo la kawaida sana. Kumbe. Ila mume wangu nimekusimamisha hapa. Kuna taarifa nimezipata. Taarifa gani? Wewe unatembea na Faima. Faima? Faima yupi? Kwani hapa mtaani kuna Faima kwa ngapi? Faima ninamjua mimi hapa mmoja tu, jani yetu hapa. Ndio wewe. Sasa hizo taarifa zenyewe umesikia au umeniona mke wangu? Mimi nimesikia. Sawa. Kwa sina haja kukuulizia nani umemsikia mke wangu. Ila siku zote anakusikia sio mzuri, anagombanisha. Kwa sababu mwingine anakupeleka taarifa anakuwa na ugomvi na wewe, ana kisilani. Kwa anakupelekea neno ili utoke kwenye mazingira ya maelewano. Ndio maana hata mimi sijatumia hasira, nimekuita kistaarabu kwa kuuliza. Umefanya vizuri mke wangu, lakini kiukweli haitaweza kutokea kwa sababu ni mtu ambaye anakupenda sana. Nakupenda sana mke wangu, tumetoka mbali. Nasifikiria hata kukuchiti. Naanzaje kwa mimi? Wewe kuna kitu nakikosa hapa ndani? Kwa sababu nakupenda mke wangu. Sawa. Basi ndio iko hivyo mke wangu. Mimi kwangu alikuwa hayo tu. Basi limeisha mke wangu. Ila sasa kuna kitu kimoja ambacho una deni nacho. Kitu gani? Hayo tena. Basi sawa, unaweza kaenda kwanza. Hayo mengine tutaongea baadaye. Basi sawa mke wangu, baki salama. Haya.
Amani kabisa. Amani. Za kupotea. Njema sana. Maana tangu jana sijakuona. Unajua. Mambo siku hizi mambo ya huku na huku. Unajua. Afadhali blaza nimekuona. Katika tembea zangu nimebahatika kukutana na Faima. Faima. Mdogo wangu, mdogo wetu. Nikamwita pembeni. Nikamwelekeza, Faima, kuna tetesi nazisikia hapa mtaani. Nasikia wewe unatembea na Max. Je, hili swala ni la ukweli? Mdogo wangu mimi Faima anatembea na Max. Ndio. Max huyu unamfahamu wewe? Akakujibuje? Wewe inakuhusu nini? Nikamwambia, Faima, hivi wewe uone kama Max na wewe umri ni tofauti? Akaniambia hivi, mimi na wewe hatujazaliwa tumbo moja wala mama moja. Mimi nikaona hili swala silifumbie macho. Ngoja nimtafute blaza Osam ili nimwelekeze. Kwanza rafiki yangu, nikupe pole sana. Nikupe pole. Kwa sababu ulikuwa na nia njema sana. Ulichokifanya wewe ndicho naweza nikakifanya mimi au mtu mwingine yeyote. Lakini bahati mbaya mtu unayemhusia hajui kabisa kuwa wewe una nia ya kunini kumrekebisha. Kwa hiyo wewe hujakosea. Yaani ulikuwa sawa sawa sana kumhusia. Yaani watoto siku hizi kuna namna walivyo kabisa. Kwa hiyo sasa mimi niseme tu hili swali nimekusikia. Basi sawa. Nimekusikia, nitalivalia njuga kuanzia sasa. Bila shaka atanyooka tu. Ila pole sana. Mimi nishamsamehe blaza. Basi haina shida, wakati mwingine tutaonana tena. Fresh, msalimie shemeji. Basi poa, baadaye. Kidogo sinajua. Vipi brother, mbona kinyonge afu uko peke yako? Inakuwa vipi kwani? Kawaida tu mdogo wangu, unajua na kitu nawaza. Unajua siku zote binadamu tumeelekezwa na Mwenyezi Mungu. Ukikuta mwenzio ametulia, yuko kwenye simanzi au mawazo, lazima undadakue kidogo imadi akupatie hata kijushauri ukabidhi. Yani vipi, unaweza kunielekeza chochote? Ni kweli kabisa mdogo wangu, kuna changamoto ambayo nayo changamoto na sana nyumbani. Ndio. Okay. Leo asubuhi nashangaa tu natoka ananiita afu alichoniambia sasa. Ananiambia mimi natembea na Faima. Unatembea na Faima? Hivi asa ni nani huyo? Hiyo kitu ndio kitu ambacho kinachanganya na hadi kufikia hapo nilikuwa nawaza kitu hicho. Kwa sababu shida iko vipi? Mtu ambaye anapeleka taarifa kwa mke wake ana lengo gani na mimi au lengo gani na sisi? Jamani. Unajua sio kitu kizuri kufuatilia ndoa za watu. Wewe kama umeona basi wiki moyoni, Sasa hivi ndio nilivyokuwa nataka mimi. Sasa shida iko vipi? Wewe nataka nikupe kazi. Ndio. Unitafutie umbea, hebu nitafutie ni nani amepeleka taarifa kwa mke wangu. Alafu kisha mpata huyo mtu uje uniambie. Kwa hiyo vipi unaweza kanielekeza huyo mtu nikipata kumbaini nikamjua nikaja kukuelekeza. Hivi utamfanya nini? Kuna vitu viwili, kimoja wapo ndio nitamfanyia. Ndio. Jambo la kwanza kabisa nikitaka nimtoboe. Ni bora yaani niwe nimemaliza hasira zangu niwe nimtoboe. Jambo la pili nikitaka nimpididi. Umtoboe umpididi. Kimoja wapo ndo namfanya, mimi sio vyote. Kumpididi. Hapo sijakuelewa. Kumpididi ina maana gani? Kumpididi ni kauli za kisera, lakini kiukweli kabisa kiuhalisia ni kumalizana, yani mimi na yeye. Yaani kama una ugomvi naye wao nishamalizana naye ndio nishampididi. Kwa maana unataka kumpididi. Kumpididi
Sasa blaza, acha niende nikakufanya kazi yako. Baki naona kama kuna shari vinaingia. Shari kweli inaingia kwa sababu alichokifanya si kitu kikubwa mzee. Ndio. Iko hivi. Basi sawa, baadaye blaza. Hiyo kazi yako nitapeleleza, nikipata majibu nitakuja kukupatia. Sawa kweli. Nilikuwa naelekea hivyo? Sawa. Kididi nani wewe mbwa? Kididi mimi. Nadhani nimekuona. Mimi huyo. Bro vipi? Sawa kwa poa? Niko poa kwema. Kwema. Poa, subiri hapo basi. Hii safari bwana ilikuwa nakuhusu. Shemeji yangu bwana, ishi ndio ile tu. Kwa sababu zako, Faima. Kama mimi nampenda sana. Lakini nikifuata bado tu nielewi. Mimi mwenyewe hapa sijui nitakusaidiaje. Maana nimechoka na mimi. Kila siku unaponiagiza salamu huwa namfikishia, ila majibu yenyewe yanayotoka hayo. Wewe ni rafiki yake, huwezi kushindwa namna yoyote kumuingia. Sawa, mimi sikatai kwa rafiki yangu. Ila ndio hivyo, yule pale kampenda sana Max. Kwa hiyo wewe hawezi kukuelewa. Kwani Max ni nani? Maana hata nikikutana naye nikiongea naye Max. Anampa nini kikubwa? Anachopea mwenyewe alizika nacho. Haelewi la hili wala lile. Ila sawa, mimi simfuati Max, mimi namtaka yeye. Wewe kikubwa ongea naye. Mimi nampenda sana. Sawa, mimi sitatoka kufikisha salamu. Ila ndio hivyo tu. Sio yangu, mimi nakuaminia. Wewe ongea naye. Wewe unaweza kuelewa. Mimi nampenda mwenzako. Nakubali. Basi poa. Mpenzi wangu Faima. Abe? Mbona siku hizi kumebadilika sana? Sikupati kwa wakati, kwenye simu unicheki, shida nini? Si unajua simu yenyewe kwa lazima uzime. Mpaka ni mwezi mrefu ndio nikutafuta. Najua simu yako lazima sawa, lakini una marafiki zako wengine. Kwa nini sasa usitumie hizo simu? Hapana, mimi siwezi nikawazima. Kwa nini? Simu yake ndio ina usalama zaidi. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini sasa jitahidi basi kupata kwa wakati, kwa sababu unapokuwa mbali na mimi yani najisikia.